Wow, lakini Mungu akasema kama ni mfalme mnataka, basi chagueni mtu mmoja, na wakachagua nani? Saul. Akachagua Saul, si ndio? Wakati Saul alikuwa kiongozi, akasikia amefika, si ndio? Saul akapata kiburi. Saul akapata madharau. Saul akaangalia watu wake kama si watu tena, akawatesa watu wake. Wanaisraeli wakateseka. Saul akatia nta kwa masikio, hakuwasikiza tena. Wanaisraeli wakalia, waka-complain, lakini Mungu alisema sasa nyinyi mlitaka Saul. Lakini Mungu akasema sitawaacha. Nitawaletea nani? Akawaletea Daudi. Vijana, muko kweli? Vijana hai. Vijana hai. Muko? Yaani Mungu aliwaletea nani? Mungu akawaletea Daudi. Daudi huyu Mungu akasema kwa uzao wako ninakomboa dunia. Si ndio? Sasa watu wa macheo, imefika wakati tujue Saul masiku yake imeisha. Mimi siwezi furahi nikisimama hapa ati nisikie wananchi wa Machewa wanafanyiwa madharau na kiongozi yule ambaye walichangia mpaka akafika pale. Mimi siwezi furahi nikisikia kwamba yule kiongozi ambaye alikuja hapa akanyenyekea, sasa hata tukimwambia barabara ni mbaya, yeye anatuambia hapana, mimi nafanya kazi yangu nyingine. Hiyo ni kazi tulimtuma afanye? Hapana. Mimi naongea sera ama nimetusi mtu kweli? Hakuna. Hii barabara si mnaona tu vile iko. Niko haja niongee sana na naona barabara vile iko. Nataka ugao sawa Machewa nzima. Tunataka yule mwananchi wa hapa Ngobulele hapa kwa boda asikie ako na MCA mwenye anamjali kama yule mwananchi ambaye ni jirani ya MCA pale. Ugao sawa sio privilege, sio favor, ni haki yako. Hii barabara ni haki yako. Madawa kwa hospitali ni haki yako. Barabara kukaa hivi is not normal. Kukosa madawa kwa hospitali hapa karibu is not normal. It is poor leadership. Ni uongozi duni, uongozi mbaya. Na hiyo lazima tumalize. Mwaka wa 27 lazima tumalize. Ama namna gani? Sisi tunatembea hapa na ujasiri. Nilisikia wengine wakisema ati sasa nyinyi vijana mmeanza, ati vijana nyinyi hamwezi enda sana, ati nyinyi ni moto wa Masagari. My friend, Mungu atafanya. Sisi vile tumetoka hivi ni mpaka kilele, mpaka pale kwenye ballot. Na tunaendelea tukisema tunataka kuleta watu wetu pamoja. Kila mtu, kabila kando, dini kando, kila kitu kando. Wewe ni mtu wa Machewa, wewe unaishi Machewa, wewe una deserve kupata maendeleo. Hataki nasikia kuna wengine wameanza kusema mambo ya ukabila, hiyo ishindwe katika jina. Shindwa kabisa. Kwa sababu hatuwezi endelea hivyo. As long as wewe unaishi Machewa una contribute kwa rasilimali, kwa taxes za Machewa, wewe ni mwana Machewa na wewe una deserve kupata hiyo maendeleo. Regardless of hata mtu mwenye atahama leo hii akuja aishi hapa, yeye bado ni mtu wa Machewa.